sheria 8 bora za afya. Nakuelekeza kwamba kuna sheria na kanuni 8 bora za afya ya mwanadamu. Mwanadamu Mungu aliyokuumba akakutengeneza. Sio kila unaweza utakayoisha. Mungu alipokutengeneza mwanadamu alikupa mfumo, alikupa kanuni, alikupa taratibu wa kuweza kuishi katika dunia aliyokupatia Mwenyezi Mungu. Naomba usikilize na uweze kuandika kama nimesikia kwa mbali. Jaribu kusomea kwa karibu. Ulimwenguni kote kuanzia mabara yote 7 baada ya wewe mwanadamu uwezo wa Mwenyezi Mungu, naomba ile kanuni na sheria 8 bora za afya ya mwanadamu. Andika kanuni na sheria 8 bora za afya ya mwanadamu. Kanuni na sheria 8 bora za afya ya mwanadamu. Andika kanuni na sheria 8 bora za afya ya mwanadamu. Namba 1, lishe bora. Lishe bora. Mungu aliyetengeneza na kuumba mwanadamu sio kila kitu nafeka. Leo gari iliyotengenezwa na mwanadamu wewe kuweka petroli, dizeli, mafuta, maji itakukoroka. Gari ukitengeneza kama umetengeneza la dizeli, utatumia dizeli, utatumia petroli, utatumia mafuta, utatumia sola, utatumia umeme tu. Kile ukitengenezea ndio utakachokwenda kutumia. Mwenyezi Mungu alipotengeneza mwanadamu alimwekea mfumo wa kuweza kustawi ili mwili wake uweze kukaa miaka mingi na muda aliotaka yeye. Lishe bora. Andika lishe bora namba 1. Namba 2, mazoezi ya viungo. Takwenda kuelekeza vizuri. Naomba nianze kwa utaratibu ufuatao. Andika kanuni na sheria 8 bora za afya. Namba 1, lishe bora. Namba 2, mazoezi ya viungo. Namba 3, maji safi. Namba 4, mwanga wa jua. Namba 5, kuwa na kiasi. Namba 7, mapumziko. Andika namba 7, mapumziko. Namba 8, imani katika uwezo wa Mungu. Imani katika uwezo wa Mungu. Napenda kufafanulia hizi kanuni 8 na ambazo ni sheria 8 za afya ya mwanadamu, ambayo nimekueleza hizi 8. Namba 1 ni lishe bora. Namba 2 mazoezi ya viungo. Namba 3 ni maji safi. Namba 4 ni mwanga wa jua. Namba 5 ni kuwa na kiasi. Namba 6 ni hewa safi. Namba 7 ni mapumziko. Na namba 8 ni imani katika uwezo wa Mungu. Namba 1, lishe bora. Lishe bora, ndugu zangu, ni vyakula vya asili. Mwanadamu alipoumbwa, Mungu alimwekea vyakula vya asili, vyakula vya mizizi, matunda pamoja na mboga za majani. Ni chakula na ni dawa. Tutakwenda kuelekeza katika kitabu kile, ufungue kitabu kile cha Ezekiel 47:12. Ezekiel 47:12 na ufungue Yohana 22 mstari wa 2. Ufungue Yohana 22:2. Lishe bora ni vyakula vya asili, mboga za majani na matunda. Ni chakula na ni dawa. Anasema vitu vya mizizi, mihogo, vitu gani? Ndio lishe bora. Naomba usome Ezekiel 47:12. Na karibu na mto, juu ya ukingo wake, utamea kila mti wa chakula, ambao majani yake hayatapindika, hayatanyauka, ndio kutindika kwenye hayatanyauka, wala matunda yake hayatapindika kamwe. Utatoa matunda mapya kila mwezi, kwa sababu maji yake yanatoka mahali patakatifu, na matunda yake yatakuwa ni chakula, na majani yake yatakuwa ni dawa. Baba yetu Adamu na Hawa walivyotengenezwa kwenye bustani ya Edeni, aliwapatia matunda. Kuna ule mti wa uzima uzao matunda kila mwezi, huku na huku.
akapatia na mizizi, akapatia na majani, chakula, mboga za majani. Anasema zinaweka wingi wa damu, napata damu safi. Mwili wa wanadamu ni damu na maji. Mwili wa wanadamu mto maji safi. Anasema Mwenyezi Mungu, lishe bora ni matunda aina zote, ni mboga za majani na vyakula vya mizizi, viazi, mahindi, vitu gani, mihogo, vyakula vya mizizi huko. Mandizi mabichi, mabokoboko, matunda, hiyo ndio chakula bora. Mtamasi, ile ndio na hiyo chakula bora. Angalia pia Ufunuo 22 mstari wa 2. Ufunuo 22 anasema katikati ya njia kuu yake na upande huu na upande huu waone mti. Anasema Mwenyezi Mungu, Ufunuo 22 mstari wa 2, katikati ya njia kuu yake na upande huu na upande huu waone mto, ulikuwapo mti wa uzima uzao matunda aina 12, wenye kutoa matunda yake kila mwezi, na majani ya mti huo ni ya kuwaponya mataifa. Katikati ya njia kuu yake na upande huu na upande huu waone mto, yaani mto upande huu katikati ulikuwapo mti wa uzima uzao matunda aina 12, wenye kutoa matunda yake kila mwezi, na majani ya mti huo ni ya kuwaponya mataifa. Leo 40 ni dawa ya tibu malaria. Watu wanatengeneza vidonge. Mseto unatengeneza na 40. Leo ukiangalia huu mlonge una vitamini zote, A, B, C, D, zote. Madawa yote ya asilia. Ni miti ya asili, miti ni dawa. Anasema michaichai inatibu kansa ya damu. Michaichai tu majani ya michaichai, malimao, walego na kunywa maponde, ili naweza kile majani ya malimao yanatibu hili. Mwili umechoka, majani ya ndimu unapochemsha unatibu. Leo naambia kwamba hata watu leo wanakula nguruwe. Nguruwe ni najisi, kile kitu ambacho Mungu anasema ni najisi. Maana yake kwamba ni sio. Leo nguruwe ana magonjwa 300. Magonjwa 300 tunakula sumu, nyoka na kobero, kila kitu tunasheka. Sio kila kitu naambiwa ule, kila ambacho Mungu amesema ni najisi maana yake ni sumu. Mungu kawekea vyakula. Leo watu wanakunywa maji, hata maji ambayo yameganda yamekaa miaka 6, eti ni maji sasa ya viwandani, ni sumu. Anasema Tanzania kila mara 7:12 na Ufunuo 22:2, katika ile mtu atakapoingia katika ulimwengu ujao, hata yule wa kwanza binadamu kuanza tunakula vitu vya sumu. Tumepata mfumo wa kuwa tunaishi miaka 900 kama binadamu. Leo tunakula vya sumu. Tunaishi maisha mafupi katika kanuni bora za afya. Mtu wa uzima unatuambia matunda 12, mara unakuta kuna tofu, parachichi, komo, kuna embe, kuna machungwa, aina zote za matunda kwenye mti mmoja. Mungu ametuelekeza. Namba 2 ni kama mazoezi ya viungo. Mazoezi ya viungo ni kazi ya kutoa jasho. Mungu ni tajiri. Mtu wa kwanza Adam alimpa kazi ya kulima. Mwili uliumbwa kwa kazi, sio kuendekeza kukaa tu. Ukaangalia Mwanzo 2:7-17 na Mhubiri 9:10. Mungu alipomuumba mwanadamu, Mungu ni tajiri. Hakuna tajiri kama Mungu. Na Adam baba yetu Adam akapewa kazi ya kulima,
kulima ardhi katika kitabu kile cha Mwanzo 2 mstari ule wa 17 yani mstari 17 lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na Mwanzo ile angalia Mwanzo ile 2:7 mpaka 17 anasema Mwenyezi Mungu akampa kazi ya kulima, akaenda ili alime. Mwanzo kuna mazoezi Mwanzo 2:17 Mungu asema Bwana Mungu akafanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, anasema mtu kwa mavumbi ya ardhi akapuliza pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki upande wa Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Eden, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Bwana Mungu akatupukiza katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa, na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya akapewa mto katika Edeni wa kuitilia bustani maji, na kutokea hapo ukagawanyika kuwa vichwa vinne. Jina la kwanza ni Pishon, ndio unazunguka nchi yote ya Havila, ambako kuna dhahabu, na dhahabu ya nchi ile ni njema. Huko kuna Bebea na vitu Shoham, na jina la mto wa pili ni Gibon, ndio unazunguka nchi yote ya Kushi, na jina la mto wa tatu ni Hidokeri, ndio unaopita mbele ya Ashuru, na mto wa nne ni Frati. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Eden ailime. Angalia ile Mwanzo 2:16. Mwanzo 2:15, angalia Mwanzo 2:15. Bwana Mungu akamweka huyo mtu, akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Eden ailime. Mungu akamtengenezea akamweka bustani ya Eden ili Adamu ailime. Mwenyezi Mungu anasema mwanadamu usiboteke. Mungu amekutengeneza mwanadamu ili ufanye kazi. Angalia Mhubiri 9:10 anasema lolote mkono wako utakayoipata kulifanya, ulifanye kwa nguvu zako zote, kwa kuwa hakuna kazi wala shauri wala maarifa wala hekima huko kuzimu endako wewe. Anasema Mwenyezi Mungu kwamba unapokufa una shauri, yaani unapokuwa kufa midongo hii chochote, na maana huko endako wewe hakuna shauri. Unapokuwa hai fanya kazi. Tuambia tufanye kazi, asiyefanya kazi na asile. Mungu ameumba mwanadamu sio kuboteka, ndio maana tunafanya kazi maofisini, natakiwa mfanye mazoezi, mtoe jasho. Hizo ni kanuni bora 8 za afya ya mwanadamu. Mungu akamtengeneza mwanadamu akamwambia afanye kazi ili ufanye mazoezi ya viungo. Namba 3, maji safi. Maji safi ni yale ya chemchemi na ya kuchemshwa. Haya ndio hayana makemiko ya kansa. Ukisikia maji safi, zamani zile kina baba yetu Adam kwenye ile mito, leo kuna mto wa uzima, kuna chemchemi na maji ya kuchemsha. Wakati wa soki ni kitari kimtandao. Wakati wa leo hata yale maji ya kuchemsha yanakuwa kama ya viwanda. Chemchemi zimeharibika viwandani huko chini ya ardhi, kishaharibika kuingia kwenye miji mikubwa kama London kule na New York Marekani. Hata ukitumia chemchemi na madhara, lazima yachemshe maji bwana. Haya maji ya chemchemi ni kwa kipindi ambacho dunia haijawa na masuala ya makemiko ya viwanda, mambo makubwa. Leo atakayechota maji sasa yachemsha hata wale wa kijijini, yanatoka maji kwenye miamba mizito, maji ya baridi kama kule Kilimanjaro, Moshi, kule maji yanakuwa na baridi. Kwenye ndio kuna
haitoshi, unakuta meno yao yanakuwa na rangi fulani hivi. Kwa wale maji wa Masai, maji kwa sababu ile chemchemi inakuwa na baridi sana. Chemchemi maji safi, maji yanapokuwa na baridi sana, leo wadudu wanakufa. Yale maji ya baridi sana, maji uliyeshachemsha. Maji yakiwa na baridi, wadudu wanakaa. Leo kama kuna nchi za baridi hakuna mbu wala hakuna wadudu. Kwa sababu ya baridi ni sawa na moto mkali sana. Na kuchemsha. Haya ndio yanaitwa maji safi na salama. Sio maji ya viwandani yana makemiko. Maji safi ni ya kutumia chemchem na kuchemsha. Hayo ndio hayana makemiko wala hayana kansa. Namba 4, mwanga wa jua. Mwanga wa jua huimarisha misuli, mifupa, inaimarisha mwanga wa jua na kukua kwa mwanadamu. Tunakuzwa na mwanga wa jua, mwanga unakuza mwanadamu. Hustawisha mwili unastawi kuwa imara, unakuwa ngangari. Mwana mtoto anakomaa, wale wanaona mizigo makubwa wanatoka majasho. Unakuta watu wanaona nyama gunia 200, wale hata na gunia la kilo 50, mara kilo 60. Misuli imekomaa. Ukimwona mtu gunia la kilo 200 alianza mazoezi mapema, akaanza kujitisha ya kilo 50, akaendelea misuli ikakomaa. Mwanga wa jua. Tunategemeana mmea, unaangalia mmea tunategemea mmea. Usipopata mwanga wa jua haukui na haustawi. Yaani mmea usipopata mwanga wa jua unadumaa, haurefuki, haustawi. Hivyo kama mwanadamu. Mwanadamu akikosa mwanga wa jua hudumaa, hakui, anakuwa dhaifu. Angalia wale wanaishi kwenye condition, kwenye magorofa makubwa kule Marekani, Uingereza, New Zealand, wanaostawi mili yao inakuwa dhaifu. Angalia leo kazi vijijini ni imara, wamekomaa, wanaishi maisha marefu, wanapigwa na mwanga wa jua mzito, wanapata hewa safi. Mwanga wa jua wanapata maji safi, wanapata hewa safi huko vijijini. Unajua mwanga wa jua huimarisha misuli na kuimarisha mwanadamu. Mwanadamu leo tunategemeana. Mwanadamu tunatoa carbon, tunatoa hewa chafu carbon. Mimea inatoa hewa safi, inatoa hewa chafu, tunategemeana. Mimea inatoa hewa safi, inatoa hewa chafu. Leo kwenye nyumba zetu mimea, tuweke miti tupate hewa safi. Ndivyo ilivyo kwa mwanadamu na mimea. Mwanga wa jua unaimarisha misuli na kukua kwa mwanadamu. Kama ilivyo kwenye mimea, mazao yetu, bila mwanga wa jua hawezi kustawi. Ndivyo ilivyo na mwanadamu. Usipopata mwanga wa jua hauwezi kustawi. Kuwa na kiasi. Namba 5, kuwa na kiasi. Kila jambo ni ratiba, ni kiasi. Na ndio maana leo tunaweka masaa kwenda kusali. Waislamu wanasali kila baada ya masaa fulani, saa 11, saa 7, saa 10, masaa kusali. Hata kazi za ndani, asubuhi tunakunywa chai, tutakuwa chakula cha mchana, usiku tunakula chakula cha jioni. Angalia mhubiri ile kumua mhubiri kuwa na kiasi. Mhubiri 3 mstari wa kwanza. Kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. Chini ya mbingu kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu, chini ya dunia. Wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Kuna wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Wakati wa kupanda na wakati wa kunua yaliyopandwa. Kuna wakati wa kupanda, wakati wa kuvuna. Wakati wa kuoa na wakati wa kupeza. Wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga. Wakati wa kulia na wakati wa kucheka. Leo cheka sasa, lakini baadaye mtalia. Wakati wa kucheka, wakati wa kulia. Wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza. Wakati wa kutupa, wakati wa kutupa mawe na wakati wa kukusanya mawe.
wakati wa kutoa, wakati wa kulalia na wakati wa kusema, wakati wa kunyamaza na wakati wa kunena, wakati wa kunyamaza, wakati mwingine wa kunena. Kila jambo lina wakati wake, kila kitu kina wakati wake. Kila dunia hii, vitu zote ni kanuni za afya, kanuni bora za afya. Hiyo ni namba 5, kuwa na kiasi. Namba 6, hewa safi. Andika namba 6, hewa safi. Hapo hewa safi hupoza mwili na kuweka utulivu wa mwili na akili, kukaa sawa. Tuna madirisha makubwa katika nyumba zetu. Hewa safi, hewa safi inapoza mwili. Yaani ukipata hewa safi na mwili wako unapoa na kuweka utulivu wa mwili, mwili unakuwa unatulia na akili inakaa sawa, inakaa vizuri, tunapata ufahamu vizuri. Leo hii mtu mfano amepigwa na jua kali, kwa mfano atapigwa na jua kali, akaingia kwenye nyumba yenye condition yenye baridi, mwili wako utajisikia amani, utakuwa na amani, utulivu wa akili, mwili wako utakaa vizuri, kumbukumbu zitarudi, ufahamu wa akili utakaa sawa, utatia akili vizuri. Hewa safi hupoza mwili na kuweka utulivu wa mwili na akili kukaa sawa. Tuwe na madirisha makubwa katika nyumba zetu tunapokuwa tumelala, utulivu uweze kupatikana. Hiyo ni namba 6, hewa safi. Namba 7, mapumziko. Mapumziko huondoa uchovu na kutengeneza mwili kuwa mpya na kurudisha ufahamu wa akili na kuweka kumbukumbu ya akili. Mtu asipolala au kupumzika huwa kichaa. Leo wanadamu tusilale mwezi mmoja tutakuwa vichaa, huwezi kutokulala. Leo tunaambia walinzi wala unaweza kukaa hapo kwa dakika chache kwa kupitia usingizi. Hakuna mwanadamu asiwe lala, wanadamu wote tunalala. Mtu asipolala jamani atakuwa kichaa, atakufa. Anasema pumziko, mapumziko huondoa uchovu wa mwili, hutengeneza usawa wa akili. Utapata kumbukumbu. Kama kuna jambo lako umesahau, umeferi katika ufahamu, lala usingizi, pumzisha ufahamu. Wana wakati wa kupumzika, tengeneza nyakati zako, nyakati za kupumzika, ili urejeshe ufahamu wa akili, kumbukumbu zirudi. Ni mapumziko huondoa uchovu wa mwili, hurudisha ufahamu wa akili, mwili unakuwa mpya. Namba 8 na ya mwisho, namba 8, imani katika uwezo wa Mungu. Amri 10 na kumtegemea Mwenyezi Mungu. Kama Mungu akipenda, mwanadamu anamtengeneza Mungu, Mungu anampatia mfumo. Leo dini zote zinakataza dhambi. Unapofanya vitu kinyume na maelekezo ya Mungu utakufa mapema. Leo utaenda kuiba, tafuta kitu kwa halali. Mtu anayeiba ni sawa yule ametengenezea akili na mwenzake. Yaani kama mtu amepata mali au ametengeneza mfumo wa kulima vizuri, alafu kaenda kuchukua, umechukua akili yake, hautabarikiwa wewe. Tengeneza akili yako, upate mzigo. Ukinunulia mwenzio umemwibia akili yake. Una wewe akili. Mtu ambaye anaiba hana akili, hana ubunifu wake. Anasema imani katika uwezo wa Mungu. Mungu akapatia mwanadamu, usiue, usiibe, urizike na uchukua nacho, usitamani mali ya mke wako, ya ndugu yako, pia ufanyie ibada. Akaweka amri 10, lakini akaweka sheria, akaweka utaratibu. Mfumo huu ndio ambao serikali imechukua kuiga mfumo wa Mungu. Chochote kichokota duniani kimeiga mfumo wa Mwenyezi Mungu. Hata shetani mwenyewe ameiga mfumo wa Mungu, utaratibu wa Mungu. Mwanzilishi ni Mungu, akaweka utaratibu wake. Sasa mfumo wa Mungu mwenyewe, utakuwa umeingia kwenye utaratibu wa kanuni bora za afya ya Mwenyezi Mungu. Wewe utamfanyia ibada, utatafuta ibada harifu.
basi ni ipi? Anasema imani sio imani zote ziko sawa, na dini hazilisiwi kwa wanadamu. Mungu anatoa wenyewe. Mungu pia kaweka taratibu yake. Serikali imeenda kwenye mfumo wa Mungu, imetengeneza magereza. Wanadamu wanapofanya makosa anasema gerezani, na Mungu naye ametengeneza gereza la moto. Wanadamu wanapofanya makosa na mwacha tu, lakini anasema cha moto atakiona. Atakufa kwanza, siku zote itapotea hapa duniani, alafu kumbukumbu yake yote itapotea kwenye ardhi, atakuwa udomo. Lakini hayo tu atamrejesha, atarudi katika hali yake ya asili ya mwanzo. Mungu ni mwenye nguvu, alafu atamuonyesha maovu yake, kisha atampoteza kwenye moto wa milele. Kuna gereza la moto wa milele linakuja mbele. Kuna imani katika uwezo wa Mungu. Tukikataa gereza la milele la moto, tutapata afya nzuri, tutaishi hapa duniani katika ule umri ambao Mungu alituagiza wa miaka 120. Mungu amesema wanadamu wataishi miaka 120, lakini kwa sababu ya dhambi zetu kukataa kanuni bora 8 za afya tunaishi miaka 70. Ndio maana leo unaona watu leo wana miaka 85, wana miaka 90. Ni kawaida. Lakini amesema mwisho wake ni 120. Leo usichangae wanadamu akaishi miaka 110, bado anatimiza uweza wa kanuni bora za afya mwanadamu. Sio kama anayekufa ni kitu cha Mwenyezi Mungu. Hapana, tumeacha kanuni bora za afya mwanadamu. Kwa mfano lishe bora, tunakula sumu, tunasheka kila kitu, tunategemea nini? Mungu amekwambia mangooni nani tunasheka miaka, tunaishi maisha mafupi, kula vyakula vya nyama zote, tunakula vyakula vyote tunasheka. Tunategemea nini? Leo mazoezi hatufanyi, tunaishi kwenye condition, tukipita kwenye nyuma ya jifunema kompyuta yametuharibu akili. Tukienda kila sehemu hii vijana wa leo, watu wa leo bodaboda kila kuona kilomita moja anapita bodaboda tu kutembea. Leo maji safi na kunywa maji ya sumu, eti maji safi. Tunapata makaza, majipu kwenye matumbo, tunafanyia operation kwenye matumbo, tunatengeneza kwenye zoga ya mpango mavijiti, tunaenda kufanyia operation, tunapata masumu. Maji safi, kuna maji matamu, mwanga wa jua. Leo hatukutoa jasho, hatukukaa kwenye jua, tunalikataa jua. Leo hatufanyi mambo na kiasi, tuko bize masaa yote plani usingizi, hatupumziki, hatuni na utaratibu na pese. Leo majumba yetu tunafunika kila kitu ndani, ukiingia huko ndani hakuna hewa, tunapata mapresha. Pumziko, leo tupumziki wa hizi, leo tunaenda na moto na kimbizari. Jamani, tunaishi maisha mafupi, hatupumziki. Imani katika uwezo wa Mungu, leo tuna imani ya Mungu siku zote kazi, hatumshukuru Mungu, hatusemi Mungu akipenda, tunaweka mipango yetu. Haziko na kidena ameweka mipango na wewe, Mungu naye ameweka mipango na wewe. Ukiweka akiba yako, jua na Mungu na akiba na wewe, jua shetani naye yupo na akiba na wewe, na wewe mwenyewe na akiba zako, je, utatemoa, utapita, utaweza? Mwisho, ndugu zangu, mnako wanaishi katika dunia hii, nimekueleza kanuni ya sheria 8 bora za afya. Unaweza ukaandika, tunapomaliza unaweza kufungua simu yako, unaweza kurekodi ukaandika kanuni na sheria 8 bora za afya. Andika namba 1, lishe bora. Kanuni na sheria bora za afya ya mwanadamu. Andika kanuni na sheria 8 bora za afya ya mwanadamu. Namba 1, lishe bora. Ni vyakula vya asili, mboga za majani na matunda, ni chakula na ni dawa. Andika Ezekieli 7:12 na Ufunuo 22:2. Andika Ezekieli 7:12 na Ufunuo 22:2. Lishe bora ni vyakula vya asili, mboga za majani na matunda, ni chakula na ni dawa. Ezekieli 7:12 na Ufunuo 22:2. Namba 2, mazoezi ya kiungo. Andika namba 2, mazoezi ya viungo. Mazoezi ya viungo ni kazi ya kutoa jasho. Mungu ni kanuni. Mtu wa kwanza Adam alimpa kazi ya kulima. Mwili uliumbwa kwa kazi, sio kuonekeza,
17, andika Mhubiri 7 mpaka 17 na Mhubiri 9:10. Andika Mwanzo 2:7 mpaka 17 na Mhubiri 9:10. Mhubiri 9:10. Andika namba 3 maji safi. Maji safi ni ya kuchemsha, ni ya chemchemi na ya kuchemsha. Maji safi ni ya chemchemi na ya kuchemsha. Hayo ndio hayana makemiko wala kansa. Namba 4 andika mwanga wa jua. Namba 4 andika mwanga wa jua. Mwanga wa jua unalisha misuli, mifupa na kukua kwa mwanadamu, kuongezeka kimo chake. Mwanga wa jua hustamilisha mwili kuwa imara. Tunategemeana mbele tutapata mwanga wa jua hufa, haukuna hufa, ustawi. Ndivyo ilivyo kwa mwanadamu. Halikadhalika mwanadamu hutoa hewa chafu, mwanadamu hutoa hewa chafu, mmea hutoa hewa safi. Namba 5 kuwa na kiasi. Andika Mhubiri 3:1 mpaka 8. Kuwa na kiasi. Mhubiri 3:1 mpaka 8. Namba 6 hewa safi. Hewa safi hupoza mwili na kuweka utulivu wa akili na akili kukaa sawa. Tuwe na madirisha makubwa katika nyumba zetu. Namba 7 andika mapumziko. Uondoe uchovu na kutengeneza mwili kuwa mpya na kurudisha ufahamu wa akili na kuweka kumbukumbu ya akili. Mtu asipolala au kupumzika kuwa kichaa. Namba 8 imani katika uwezo wa Mungu. Imani katika uwezo wa Mungu. Namba 8 imani katika uwezo wa Mungu. Amri 10 na kumtegemea Mungu kwa kila jambo. Mawasiliano. Tazama mtandaoni, kumbuka mfahamu Mungu, upate maisha milele. Angalia YouTube na Google, andika Pastor Matuame, weka hazina ili roho yako ipate pepo. Saidia kazi ya Mungu, weka zaka mtandaoni. M-Pesa 0756806753. Jina Vitus Makerubi. Sauti ya Mungu. Marko 10:29 mpaka 30. Tumesoa kwanza 6:17 mpaka 19. Mbarikiwe.